before afike kwa hiyo kijiji kuna mwanaume mwingine bado kwa hiyo kijiji walikuwa anakaa na yeye. So kumaanisha yeye kuendelea kukaa kwa kijiji, there will be no peace in that whatever. Tutakuwa tunasubiriwa hapa station kila time. Na nikuulize, alikuwa ametoka wapi hapo mbeleni? Kwao ni wapi? Sasa mimi nitajua aje? Sijui, kwa sababu from the word kuanzia kitambo mimi sikuijua mamangu ni nani. So mimi nilikuja kujua story hapa afterwards. So hata ukiniuliza ni wa wapi, I don't know. Ni yenyewe sikumpata OCS, lakini nimekutana na huyu msichana. Ni mjeuri na kuambia. She's also another very difficult one. Ni kama karibu mama yake, ni kama karibu Mutheu. Sikii jambo, haelewi na chochote. But anyway, yeah, I'll return in about 20 minutes. Nimeambiwa OCS yuko kwa ofisi, lakini nafikiria ako kwa nyumba. Nitarudi niweze kumuona. I think it will be resolved. Yeah, itasuluhishwa somehow. Yes. Yeah, take it easy a while. Okay. Sawa. Malida, nilisikia jana ulikuwa unapokonjwa bunduki ukitaka kuua kila mtu kwa hapa kwa station. Unajua wakati mwingine lazima ucontrol nini, hata kama uko na hasira. Wewe ni askari. Sasa madam, assume you in my position. Umeenda kuangalia bwanako, unapata ana cheat on you. On the process una learn he is your brother. Then unakuja all of a sudden una realize it mama mwenye mama yako hata mnakaa the same area na yeye, mnasumbuana na yeye. Kama na ungefanya nini? Hata kama ni hivi Malida, nimekwambia mambo yanatokeanga mengi sana kwa dunia. Inafaa unji control. Wewe ni askari na unategemewa na kila mtu kwa kijiji. Sasa hata kama utaua watu wote, stress zitaisha ama utajiongezea? Unajua mambo mengine mtu anaona mambo mengi sana. Kama mimi kitambo nifike hapo, hiyo miaka niko nayo, nimeona mambo mengi sana. Naifai uwe unakontroliwa na inga. Mimi madam, acha nikwambie ukweli. Mimi mtu atakufa kwa hiki kijiji, sikundanganya. Malida, usiseme hivyo. Hata leo kwanza nataka nikupe off, lakini utaenda home. Tutakuwa na wewe tu hapa. Sawa? Urelax. Ufikirie tena. Na kama una kitu kinakusumbua, be open to me. Takusaidia, sawa? Nataka sasa uniitie mama yako. Nataka niongee na yeye. Madam, siwezi patana na yeye kwa uso yangu tafadhali. Hata sioni kutaka kuona sura yake karibu na mimi. Acha nikwambie kitu kimoja. Hata kama utakaa miaka 100, hata umchukie aje, huyo ndiye mzazi wako. Na utapata mwingine. So, nataka unjaribu kumpenda. Juu hakuna option, na ukifanya hivyo roho yako itatulia. Sasa mtu anapenda mtu kama huyo, na hata unaona muwe mwenyewe akuletee faida yote kwa maisha yako. Alilete faida alipokuzaa. So, usimchukie sana. Hata unaweza make mistake kwa life yako. Enda uniitie na usiende mbali sana. Enda uniite. Maipo uko na madam OCS. Yeah, ya mwisho huko. Ndio kana.
Unaitwa nani? Naitwa Priska Mutheu. Na huyu askari wangu anaitwa Maria. Ni nani kwako? Ni wewe nauliza? Nilisikia ni mtoto wangu. Ulisikia? Hata unjui? Na bwana yake unamjua? Sini wewe nauliza? Nilisikia ni kijana wangu. What's wrong with you? Ulisikia hata yeye? Inaonekana hakuna kitu unajua. Unjui hata watoto wako. Na hapa kijijini umekuja kufanya nini? Unajua ofisa, nimeolewa hapa kijijini na kuna mtu aliniambia ananipenda na tukashikana na akanioa. Lakini huyo askari Maltha amekuja akanitoa huko. Na nikuulize, tangu ukiwa msichana umeweka mboma ngapi? I'm asking you. Nimeolewa mboma 5. 5? Mtu mmoja? Wewe ni mama wa aina gani? Hebu kwanza enda. Enda ambia Martha arudi. Tumeachiliwa, tumeongea na incharge. Martha, nimeona kweli uko na shinda. Mama yako ni kisirani kikubwa, hata huwezi kumwelewa. Nikuulize, ulijua wewe alikuwa ameoleka kwa mboma 5? Yes, iweze kuwa maajabu juu kama alikuwa ameolewa Ukambani akaolewa na sasa huku kijijini nasikia kuna mwenye alikuwa amemuoa mzee Choma. Mwingine ama mwenye ulimtoa kwake? Mwingine sio huyo. Kwa hiyo ni kumaanisha ni mboma ya 7 sasa. Hata si 7, maybe ni 10. Inafaa unielewe basi. Sana na leo mtu kama huyu aje madam. Mwelewe tu juu ni mama yako. Anda ile ulipita gini. Hautapata mama mwingine. Siafata wenye wana wenye hawajui. Ele ningekaa bila kumjua kuliko hizi maisha zote ameniletea. Na ndio nakwambia ukisikia mtu amekula risasi madam. Hapana, Martha huwezi sema hivyo. Hiyo ni crime. Na unaweza fungwa huyo mtoto wako aachwe kwa njua. So, muelewe na urelax. Juu ni mama yako, hata ukienda wapi utapata mwingine. Alikupea moyo. Ningekaa bila kunipea. Na sasa utampiga risasi ndio amefanya nini? It doesn't. Ameniletea stress mingi sana. So it doesn't matter.
Sasa stress ni kuoleka na yeye anaoleka. Stress ni ya nini? Si wachane na yeye. Tena na yeye azunguke hata akitaka kuoleka kwa mambo 20. Si yako na maisha yake. Model, listen and listen very carefully. Kwa usalama wako, nataka uhame hii kijiji. Kabisa, uende kabisa. Kama unataka kukaa kwa amani. Kwa usalama wako na wangu na watu wengine, we hama kwa hii kijiji. Kwani madam OCS, there is freedom in Kenya, unaweza kaa popote. Nini mnanihamisha pale? Oh. Utaki kuhama? Utaki kuhama? Marida! Marida, wewe Marida! Protect me, officer! You are an officer of the police. You cannot just do things this way. Kwenye wanaume wamenifikisha, it doesn't matter at all. Jana Maridha alikuwa alikuwa na gana hapa akisema anataka kuua kila mtu. Akisema reason yake ni gani, anasema tu anataka kuua kila mtu. Taro, wewe ni babu yake. Babu yake kiaje? You are the grandfather, so how cannot take the custodian of the baby na uendelee kumtunza? How? Your mama, she is my mother. Na the same kiendelea ni mama ya bwanangu. Nikuulize. Hapo ukiwa msichana umeweka ndoa ngapi? Tano? Mtu mmoja? Siwezi kuwa maajabu juu. Hiyo ni kumaanisha ni ngoma ya saba sasa. Si saba ni Hi madam. Hata ni vizuri nimekukuta. Nimekutafuta sana, ni wewe nilikuwa nataka kuona. Mzee, utaenda ngojea hapo, nitakuita. Just a minute. Sawa sawa. Thank you. Atumeniambia wewe ni nani? Acha nikwambie madam. Huyo mzee is the father to my husband's wife. What? Na the same man ni bwana ya mamangu.
kuna mambo kweli. Acha niongee na yeye. Nisikie venye anasema. Hata ni vizuri officer, tumepatana. Nimekutafuta kwa muda na thank you very much you have come. But I am even more thankful sababu umekuja na huyu. Huyu ndiye subject yangu ya kufanya nikuje kukuona. Sababu huyu yale amefanya hata siamini yangetendeka kutokana na afisa wa polisi kama yeye. Imagine akakuja jana na mtoto, amebeba mtoto mdogo, akamdamp kwangu. Sielewi mambo kama haya. Is it true? Madam, mimi sikudamp mtoto wangu anywhere. As long as I know niliacha mtoto kwangu the right place enye anafaa kukua. Na unjua mtoto wako na right yake? Before anything else, unjua mtoto wako na right yake ya kukua na mama yake na mzazi wake. Thank you man, umesema as long as mtoto ako na familia, si ndio? Kwani sielewi kunaenda nje. Iko hivi. Mimi sikudamp mtoto wangu, hiyo ndio kitu ya kwanza unafaa uelewe madam. Mimi kuacha mtoto kwake na msichana wake KD is a mistake. Na KD ameolewa na bwanangu. My brother, hata si bwanangu, my brother James. So how comes it's a mistake? What's going on? Sasa unaona sasa? Sasa familia hapa ni nani? Mimi ni familia. Kendi ndio msichana wa huyu. Na yes, Kendi ni msichana wake. Lakini sasa na the same mzee, he is the grandfather. Yeye ni babu yake. How am I? I'm not in any way the child's grandfather. This is creating confusion. No, I've not. Okay, as a parent, I say okay, all children are my grandchildren. But this particular one, and to say I'm a real grandfather, I am not in any way. No, madam, na shangaa anajaribu kukataa na alikuwa ameolewa na mamangu Mutheu. Acha atuambie ni aje anasema it's the real grandfather. Wewe mzee, umeoa mama huyu? Hiyo ni historia ya zamani. Kulikuwa na jambo kama hilo huko awali. Thank you. Lakini tuliachana. No, hata kama mliachana, as long as damu ina flow, it means you are the real grandfather. So nimemfanya mistake gani kuacha mtoto kwako? Hebu nikuulize mzee. Kwani bwana huyu ameoa msichana wako? Lakini hata walikuwa wamemuoa na lakini wameachana. What's going on here? Yes, that is the situation. Sasa wewe ukachukua mtoto wako nikampeleka kwao kwenye anafaa kuwa. Kwa nini? Analeta mtoto kwao. Hata kama umekosewa aje mada. Surely mtoto wako haikufaa uende madam, tafadhali madam. Mtoto ana right ya kukaa na mama yake mpaka awe 18 years. So hapo umekosea kabisa. Sijakosea madam. Mtoto ako na the family. Si eti mtoto nimempeleka kwenye afai kukua. Hiyo ndio kitu mnafaa kuelewa. Familia ni gani sasa? Familia ni wewe kuwa the real grandfather na Kendi kuwa msichana wako na ameolewa na James. Tafadhali madam, mimi I think I'm done. Na mtoto wako kwao. Na as long as I know mtoto wako in the right place na I'm done. Niambia wewe uliacha mtoto huko. Sisi niliacha mtoto wako kwao. Na hata huyo anasema ni mkewe mwenza. Pia wameachana na mume. So sasa mtoto wako wapi? Saa hii ndio nataka. Sini ako in my home with my daughter. Kuna kitu kimoja ningetaka kukuambia mzee. Hii mesi yote wewe ndio umekosa. Wewe. Anjeni. Mbona? Wewe kuongelesha huyo mtoto yako atafuta bwana wake? Yes. Nimekusikia madam kwa hayo yote. Lakini all said and done. Wajua shinda ni huyu ofisa wako. Huyu ni vizuri umshauri vizuri. Sababu kufanya mambo vile anafanya atajiingisha kwa shida. She will get imprisoned. And
You know she's so young and tender. It's too early for her to lose. Marida! Marida, wewe Marida! Protect me, officer! Wewe! Protect me! Wewe na wewe. Unamjua huyu? Wewe nauliza. Unamjua? Namjua. Ni nani? Nilikuwa nimeolewa na yeye. Na sasa umeolewa na nani? Nimeolewa na mzee mwingine anaitwa Mr. Kamau. Unaona? Modeo. Listen and listen very carefully. Kwa usalama wako, nataka uhame hii kijiji. Kabisa, uende kabisa. Kama unataka kukaa kwa amani. Kwa usalama wako na wangu na watu wengine, we hama kwa hii kijiji. Kwani madam OCS, there is freedom in Kenya, unaweza kaa popote. Nini mnanihamisha pale? Utaki kuhama? Utaki kuhama? Rudi ndani. Rudi. I wanted your protection. Rudi ndani basi. Rudi kama utaki. Si rudi ndani, Karen. Karen. Fungia huyu. Sawa. Na uambie Martha arudi. Na mtaka tuongee. Sawa. Na wewe mzee. For the time being, enda mchunga huyo mtoto. Utakuja kesho tuonane. Sawa? Mariva. Ni nini Karen? Sikuja kidogo nikwambie. Unanitia nini? Ni nini Karen? Ni nini? Cheki si sasa mimi nakuita ni boss anakuita. Ananitia nini? Yeye ni nani ndiye aniite? Karen tusizoeane. Kamtoka acheke kama karuguru. Kateke nyaka tena inyasura. Sasa kuna kitu nataka tuongee. Woman to woman. Sasa nakwambia kama mwanamke, sikwambii kama OCS. Nataka tusikizane hapa. Najua uko na right ya kukaa hapa anywhere in Kenya. Lakini inafaa ujue huyu msichana wako ako na machungu mingi sana. And she can do anything. Unajua alisema ataua mtu. And I'm sure wewe ndio utakuwa wa kwanza kuuawa na yeye. So I would advise you, tafadhali. Nasikia nimetumia jina gani? Tafadhali. Toka kwa hiki kijiji. Enda kabisa. Hata ukitaka kwenda Meru, Mombasa, anywhere far from her. Njoo atakufanyia kitendo mbaya sana. If you go on staying here. Unanisikia lakini? Okay, officer seti ninakataa kuondoka kwa hiki kijiji na najua kwamba mambo yenye nimefanya ni dhambi kubwa na imetia hasara kubwa kwa watoto wangu. Lakini hata hivyo kuna mambo mengine. I don't know whether I can trust you in this. Si mimi nilikuita nikakwambia tuongee kama wanawake, nikusaidie. Ni kweli umeniita, lakini kuna hatia nilifanya ambayo pia naweza kuwa mbaya kwa sheria za nchi yetu, na tena it is a crime which can take me to even for a jail term all my life. Na naogopa kuambia yeyote. Sio kama nitakwambia iwe ndio chanzo chako cha
kunipatiana kwa authority. Hapana, nimekwambia unitrust, uniambie kila kitu. Niko ready kukusaidia. Ni kweli unaweza kuwa ukijua, but I know there are those people who come as undercover. They befriend people only to expose them. I would like to believe you are not one of them. Yes, and I have said again, you can count on me. Nitakusaidia kama utaniambia ukweli. Haya mambo ofisa nataka kukuambia ni mazito, na hata mimi mwenyewe yananilemea nikiyakumbuka. Unaona huyu mtoto askari anaitwa Maltha, anayesemekana ni mtoto wangu. Na hata huyo bwanake anaitwa James. Japo inasemekana ni watoto wangu, lakini sio watoto wangu. What do you mean? Kianje? And what happened? Niambie. Ndio nimekuambia ni hatia. Na ninaona vigumu kukuelezea hayo mambo, sababu naweza nipatiana kwa mikono ya sheria ambayo itanifunga. Mimi nimekuhakikishia nitakusaidia. You can trust on me. Naomba unipromise kwamba mambo nitakayokuambia hutani expose. I told you. Sasa madam, unaongea na nini na huyu mwanamke? Wewe Marida, nimekwambia urudi kwa ofisi. Aki madam mtafanya nitende kitendo, sitaki kutendea huyu mwanamke tafadhali. Si nimekwambia tunamalizana na yeye, ningojea yuko kwa ofisi na kuja. Niangalie. Haya. Sasa nataka uniambie kila kitu. Na ufanye haraka. Unasikia vile huyu anasumbua? Okay, madam. Nitakuelezea hayo mambo yenye nilikuwa fanya haraka haraka. Umeona venye msichana wako amekuwa arrogant? Lakini sio eti niko na imani vile na wewe. So nimekwambia mimi yananiudhi hayo mambo na naona ni crime, but wacha tu nikuambie yanitoke moyoni na akilini. Sema. Naona kwenye nilikuwa nimeolewa mwanzo, nilikuja kutambua kwamba sina uwezo wa kupata mtoto. Kianje? Na huyu msichana ni wa nani? Ama huyo kijana? Okay, kama ndiye mkubwa. For instance, huyo James ndio mtoto wangu mkubwa, lakini sio eti ni kuzaa nilizaa. Unataka kuniambia si wako? Ni kweli sio wangu wa kuzaa. Na ulitoa wapi? Ni hivi madam, nilipogundua siwezi pata mtoto na nilikuwa na pressure kutokana na familia yenye nilikuwa nimeolewa, na hata mume wangu alikuwa anatamani kuwa na mtoto. So I had to devise a way of having a child. So ukafanya nini? Nilienda hospitali na nikachukua mtoto huko. Ngoja kidogo. Sasa huyu ni mwaka gani? Huyo James nilimchukua, tuseme it was 17th January 1989. 17th January. Halafu nikaenda nyumbani na ni hospitali gani? Tukafurahia. Ilikuwa huko Kitui County. Halafu ukaendaje? Mimi niliendelea huko, tukawa hatuna maelewano vizuri na huyo mume wangu, tena familia inataka mtoto mwingine. Nikaona sababu sina uwezo wa kupata mtoto, sitaendelea kukaa huko. Hivyo nikaondoka na nikaenda nikaolewa pahali pengine Meru. Tukamwacha huyo mtoto? Nilimwacha huko akiwa na umri wa miaka 4 hivi. Ukaenda aje na huko Meru? Nilipoenda Meru, the same thing
recurred there. Nikawa bado niko na pressure. Mama mkwe anataka mtoto, anasema kila wakati anataka kusikia jina lake likiitwa, nataka nipate mtoto. Mwanangu vile vile anataka mtoto. Nikaona tu nitumie njia yenye nilitumia ili kuwe na amani kwa familia, nitumie pia huko tuweze kupata mtoto mwingine. Alafu ukaenda wapi? Pale Meru ilikuwa challenge, si kupata mtoto hospitali huko ilikuwa challenge. Kwa hivyo nilikuja hapa Embu Hospital. Hiyo ni mwaka gani? Ilikuwa 28th August 1994. 1994. Sasa ndio ukamuimba huyu msichana. Ndio nikaja nikapata huyo mtoto Malta, alafu nikarudi naye kule akiwa na umri wa siku 2. Sasa unataka kumaanisha watoto wote ni kuimba uliimba? Nilikuwa nataka kuleta amani na furaha kwa familia kutokana na ile pressure ilikuwa napatiwa. Sasa hebu sikiza na usikize kwa makini. Hiyo kila imulifanya, hiyo ni mbaya sana. Unajua kuna mwanamke amelia hiyo miaka yote akitafuta mtoto wake. Ndio kweli, na ndio maana nimekuambia na si mmoja. Ni hatia. Do you know what you have done? Umecommit crime kali sana. Sasa wewe kutoka saa hii wewe ni mgeni wetu. Na nilikuwa nimekwambia nitakuprotect, lakini ujue hiyo ni makosa kubwa sana. Siwezi kuprotect hapo. By the way, amka. Amka. Harakisha. Nimekwambia sasa kutoka leo sasa wewe ni mgeni wetu. Pita haraka. Lakini madam, si ulikuwa umenipromise protect, lakini sio kama hizo. Nilijua tu ni wakati nilikwambia sina imani na wewe, ndio huwa hivyo. Unaona kama waje tu niame hiki kijiji. Baba Kendi ni vile unielewi. But I'm trying. Wewe mama, nimekwambia uko na mashida mingi sana wewe. Simama hapa, pita. Na sasa nataka kukuuliza. Huko hebu ulienda ukaiba mtoto. Na huko kwingine ulienda ukaiba. Unafikiria hao wamama wanasikiaje? Wamelia miaka ngapi juu yako wewe? Ndio nilikuwa nasema siwezi nikawa na imani sana kwako nikikuelezea hayo mambo. Ulikuwa umepromise utani protect. Nilikuambia nitakuprotect, lakini si mambo kama haya. Hebu pita na huku. Niambia huyu mother uliimba wapi? Ulimuimba ilikuwa tarehe ngapi? Ilikuwa tarehe ngapi? Sini hiyo tu nimekuambia ukaandika. Sema rundia. Rundia nisikie. Kwani madam, nini inaendelea hapa? Kujani msikie hii story. Simama hapo. Ulisema Martha si mtoto wako? Si uongee? Wewe naongelesha. Hata huyo bwana yake si mtoto wake. Mwambie ulimuimba wapi? Na useme haraka. Hebu make me understand ni nini inaendelea hapa. Huyu mama ameniambia wewe na huyo husband wako si watoto wake. Aliwaimba. Mwambie, sema sasa. Venye umeniambia uambie. Ulimuimba wapi? Ni kweli wewe sio mtoto wangu. Jesus. Hata James sio mtoto wangu. Wewe ni binadamu unaweka hizo vitu zote kama hizo? Useme ulimuimba tarehe ngapi? I was forced by circumstances. Umesema ulimuimba wapi na ulimuimba tarehe ngapi? Huyo bwana yake ulimuimba wapi? Anzia na huyo. Nilimchukua kitu hiyo. 1989. Na Martha? Martha nilimchukua hospitali hapa 1994, 28th August. Ati tarehe? Yes. Ati amesema ndivyo amesema. Tarehe 28 1994. Mwezi wa akaimba huyu wa 8. Akaimba huyu Embu. Excuse, say that again. Tarehe? Si useme.
Kwani unanyamaza? Sema. Sema kwa nguvu. Si wewe ulifanya? Nimekuambia ilikuwa 28th August 1994. Na ilikuwa Embu. Ilikuwa Madam Moses ati akasema tarehe 28 mwaka wa Rudia. Nimesema 28th August 1994. Unachoka kwani ni nani alifanya hiyo kitendo? Si ni wewe? Madam Moses, Kwani kuna shida? ukienda hata uende kwa OB kule headquarter utakuta hiyo ndio tarehe mimi nimereport mwaka wa 94 vile mtoto alipotea kwa hospitali. Na Mtoto wako? mtoto wangu. Msichana ama kijana? Msichana. Na ndio I don't know. Could it be huyu? We, Embu fanya hivi. Embu twendeni huko kwa ofisi, tukaongea hii mambo yote. Pita hivyo. Twendeni. This must be my daughter. This must be the child I lost.